tarehe 27 Januari mwaka huu, lakini tukafanikiwa kurejesha miili hiyo tarehe 12 mwezi Februari mwaka huu na kumwaga kwa taratibu zetu za kijeshi pale Lugalo tarehe 13, lakini tukajitahidi kuhakikisha kwamba anazikwa tarehe 13 hiyo hiyo hapa huku mkoa wa Mara, wilaya ya Musoma, na mwingine mwenzake alizikwa tarehe hiyo hiyo tarehe 13, lakini ni Zanzibar, Kiembe Samaki. Sasa mtajiuliza kwa nini niko hapa leo, kwa sababu nimeshasema tulimwaga kwa taratibu zote za kijeshi pale Lugalo tarehe 13 Januari 2025. Wakati tunamwaga, Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan hakuwepo kwenye tukio hilo, lakini Mheshimiwa Rais ameguswa sana na tukio hilo la kikundi chetu kupoteza vijana wawili huko Kongo. Kwa hiyo amenituma nipeleke salamu za rambirambi kwa vijana hao wawili ambao walipoteza maisha yao wakiwa wanatekeleza majukumu yao kwenye nchi ya wenzetu ambao ni nchi ya Kongo. Kwa bahati nzuri, Jumanne ya wiki hii nilifanikiwa kufika kwa wazazi wa Mohamed Abdalla ambaye ni mwenzake Sergeant Mohamed Abdalla, ni miongoni mwa vijana wawili waliopoteza maisha hapo Kiembe Samaki Zanzibar, na nikafikisha salamu za pole, salamu za rambirambi za Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Leo nimefika hapa, sio salamu zangu, nimeleta salamu za pole za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama. Sote sisi tumeguswa sana na hili tukio, na nipende kusema kwamba huu msiba sio wa kwenu peke yenu, ni msiba wa Tanzania nzima, na wala sio wa jeshi la wananchi peke yake, kwa sababu kijana wetu mpendwa wetu Private John alikuwa anatekeleza majukumu ya kitaifa. Alitumwa na taifa kwenda kuwasaidia majirani zetu kurejesha amani iliyopotea. Mnafahamu tumekuwa tukifanya kazi hizi toka enzi ya mwanzilishi wa taifa letu, baba wa taifa hayati Julius Kambarage Nyerere, kusaidia nchi za majirani hasa kusini mwa Afrika ambapo amani inakuwa imepotea. Tumefanya kwa muda mrefu shughuli hizi. Kwa hiyo niseme tu ujio wangu wa leo ni huo, kuwasilisha salamu za rambirambi za Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, pamoja na ubani kidogo ambao nitawasilisha hivi punde. Kama nilivyosema, ni desturi na mila za Kiafrika. Nawashukuruni sana ndugu wanafamilia wote, jamaa na marafiki, viongozi mbalimbali wa serikali na za mtaa huu, pamoja na waandishi wote. Fikiri nitekeleze hasa kile ambacho Mheshimiwa Rais amenituma. Kwa masikitiko makubwa na Amiri Jeshi Mkuu, shukuru sana, poleni sana. Ameguswa sana na tukio hili au na vifo vya hawa wapiganaji wetu mahiri wawili. Mheshimiwa Rais kwa moyo wake mzuri na upendo aliokuwa nao kututumia salamu hizo za rambirambi na huo ubani. Hiyo kama familia tunashukuru sana. Tunasema tumepokea hizo salamu na huo ubani tumepokea, tunashukuru sana kwa roho yake nzuri, kwa sababu angekuwa mtu mwingine angeweza kukaa kimya tu na mambo yakaenda, lakini kwa upendo wake na roho yake nzuri ameweza kututumia hizo salamu na za rambirambi, na sisi familia tumefarijika sana. Hivyo familia tunamuombea Mwenyezi Mungu
tie nguvu ili aweze kutekeleza majukumu yake na azidi kustawi siku hadi siku. Pia natumia nafasi hii kushukuru sana Jeshi la Wananchi wa Tanzania kwa jitihada walizozifanya kama afande CDF alivyoeleza hapa, kuhakikisha kwamba angalau tunaona mwili wa kijana wetu na kumstiri kwa mujibu wa mila na desturi. Namshukuru sana afande CDF mwenyewe, pamoja na kwamba anasema ametumwa, lakini na yeye pia tunamshukuru sana. Angekuwa mwingine pia angeweza kumtuma hata mtu mwingine. Tunamshukuru sana. Mungu akubariki sana. Na mwisho, lakini sio kwa umuhimu, pia napenda kuwashukuru ndugu, marafiki, jamaa kote kuanzia Musoma kule hadi hapa tunapoishi, sababu wameweza kuwa na sisi katika kipindi kigumu hiki. Pamoja na viongozi wa dini pia tunawashukuru. Hivyo tunashukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Kupata habari za uhakika na matukio kutoka kote ulimwenguni, tafadhali subscribe na ubofya alama ya kengele. Prime Media, we deliver on your fingertips.